Mambo vipi mtazamaji wa WE Technology? Karibu kwenye kipindi kizuri kabisa cha Frame by Frame. Frame by Frame ni kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kujifunza jinsi ya kuweza kutumia kamera. Kinakupa nafasi ya kufahamu mambo mbalimbali juu ya matumizi mazuri ya kamera, lakini pia namna kamera inavyofanya kazi. Mimi naitwa Wilson Gasto Jesus Mwakatwe, ambaye nitakuongozea darasa hili kwa muda wa dakika 20 au 15. Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea channel hii pendwa kabisa ya WE Technology, basi ninakuomba usubscribe. Lakini kama tayari wewe ni mdau, basi ninakuomba uchukue linki zetu na uwatumie ndugu jamaa na marafiki, ili na wao sasa waweze kupata nafasi ya ujuzi huu na waweze kufahamu kabisa namna jinsi kamera inavyofanya kazi. Leo tutakwenda kujifunza mambo makubwa mawili au mambo muhimu mawili. Kwanza tutakwenda kuangalia namna picha inavyopatikana kwenye kamera, lakini pili tutakwenda kuangalia namna video inavyopatikana pamoja na setting muhimu ambazo zitakufanya upate video bora au picha bora. Kwanza jinsi picha inavyopatikana, kila mmoja anafahamu kwamba ili uweze kuona ni lazima uwe na macho. Hivyo hivyo hata kwenye upande wa kamera. Ili kamera iweze kuona vizuri ni lazima kuwa kuna lenzi ambayo ni nzuri. Hivyo basi jicho la kamera ni lenzi. Sasa tunaweza kusema lenzi ni kitu gani? Lenzi ni kifaa ambacho kinakuwa attached na kamera, ambacho kazi yake kubwa ni kukusanya mwanga na huo mwanga kuupeleka kwenye sensor na sensor kwenda kubadilisha mwanga kuwa picha. Lakini chanzo kikubwa ni nini? Ni lenzi. Lakini ili ipatikane picha ni lazima kuwa kuna mwanga. Kwa hiyo ni lazima kuwa kuna source of light. Bila source of light huwezi kupata picha. Ni sawa na mtu akifumba macho, anahisi kuna kitu mbele yake lakini aoni, lakini akifumbua macho direct anaona vitu ambavyo vipo mbele ya macho. Ndivyo hivyo ambavyo kamera inavyofanya kazi kupitia lenzi. Lenzi kazi yake kubwa ni kukusanya mwanga, kwa hiyo ule mwanga unasafirishwa moja kwa moja kwenda kwenye sensor na sensor inabadilisha mwanga ule kuwa picha. Lakini wakati mwanga unasafiri kwenda kwenye sensor, katika lenzi kuna kitu kinaitwa aperture. Aperture ni matundu ambayo yanasapoti mwanga au yanaruhusu mwanga, kiasi cha mwanga kwenda kwenye nini? Kwenye sensor. Lakini wakati mwanga unasafiri kwenda kwenye sensor, unakutana na kitu kinaitwa ISO. ISO ni matundu ambayo yanaruhusu ni kiasi gani cha mwanga ambacho kinatakiwa kwenda kwenye sensor kwenda kubadilishwa kuwa picha. Hivyo ndivyo ambavyo picha inapatikana. Lakini ili upate picha bora, ni nini unapaswa kufahamu? Ili upate picha bora, kuna vitu vikubwa vitatu ambavyo unapaswa kufahamu namna ya kuviseti au kuvibalance ili vyenyewe viweze kukupatia picha bora. Hapa tunaongelea shutter speed, aperture na ISO. Hivi ni vitu vitatu muhimu sana ambavyo kwa wewe ambaye unataka kujifunza kamera au wewe ambaye tayari ni mpiga picha unapaswa kuvifahamu vizuri kabisa ili uweze kufanya kazi nzuri na kupata picha bora zenye kuvutia. Hivyo tukija kwenye upande wa video, tunafahamu kwamba video inatokana na frame rate. Kwa wale ambao mfahamu kwamba video inatokana na still picha ambazo zinazalishwa na frame rate. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unafanya video au upo na kamera ya video, unapokwenda kuchagua video format yenye frame rate labda 24 au frame rate 25 au frame rate 30 au frame rate 60, unapochagua hizo frame rate, ndivyo ambavyo unachagua kiwango cha still picha ambazo zitakwenda kuunda video. Kwa mfano, ukichagua frame rate ya 24 au 1920 kwa 1080 ya frame rate 24, maana yake umechagua frame rate ambayo frame rate ambayo inakwenda kuzalisha still picha 24 ndani ya sekunde moja, ambazo hizo still picha ndio ambazo zinakwenda kufanya kuwa video. Hivyo ndivyo video ambavyo inapatikana. Sasa na jinsi ambavyo unapaswa kufanya au kuweka setting katika kamera yako kwa wewe ambaye unatumia wewe ambaye unarekodi video, ni kwamba endapo utachagua frame rate ya 24 au 25, hakikisha kwenye kamera yako shutter speed umeweka 50. Na kama ukichagua frame rate ya 30, hakikisha shutter speed iko 60.
na kama ukiweka frame rate ya 60 hakikisha shutter speed iko 120. Hizi ndio formula za video katika kamera, lakini sio kwamba usipoweka hizo shutter speed kwa kufuata mfumo wa frame rate kwamba video yako haitakuwa bora. Video yako itakuwa bora, lakini itakuwa imeenda nje ya mfumo wa jinsi ambavyo kamera inafanya kazi. Kumbuka tu kwamba shutter speed kazi yake kubwa ni kucontrol speed. Hivyo basi unapaswa kufahamu ni namna gani shutter speed inafanya kazi na ni kwa nini uchague frame rate ya 60 na uje uweke shutter speed 120. Haya yote utayapata katika vipindi vinavyokuja. Sasa kwa wewe ambaye unapiga picha, ili upate picha nzuri, unapaswa kufahamu kwamba kuna namna ya kufanya au kuseti picha au fanya setting katika kamera yako ili uweze kupata picha ambazo zenye freeze nzuri au zenye quality nzuri. Tunafahamu kabisa kwamba kama shutter speed ina control speed, maana yake kuna uhitaji wa kuweka shutter speed kubwa kwa vitu ambavyo vimekaa au kwa vitu ambavyo vinatembea. Lakini kwa kuanzia tu kwamba kwa wewe ambaye unapiga picha, hakikisha kwamba kila unapokwenda kupiga picha, kwa kuanzia shutter speed yako kwenye kamera yako angalau weka 200, seti 200. Hii itakusaidia kupata picha ambazo zenye uangavu mzuri, zenye freeze nzuri, lakini sio kwamba ni sheria. Una uwezo kuweka shutter speed yoyote ile, lakini isifike 50 au chini ya 50 au 125 au chini ya 100. Hii itakusababishia picha kuwa na blur. Kwa mfano, ukitaka kujaribu tu, ukiweka shutter speed ndogo, ukifanya mkono wako hivi kama hivi ninavyofanya, kuna kitu kama kinabaki. Hapo ni kwamba shutter speed iko chini. Lakini ukifanya video hivi ukaona mkono unapita vizuri kabisa, maana yake shutter speed iko vizuri kabisa. Haya ni mambo makubwa mawili ambayo nilipanga kuyafundisha kwa siku ya leo. Tukutane tena katika darasa linalokuja. Mimi naitwa Wilson Ngaso Jesus Mwanakatwe, kama nilivyojitambulisha hapo mwanzo. Endelea kufuatilia vipindi ambavyo vinaingizwa katika channel ya WE Technology. Njoo tujifunze.